Clouds TV, empowering lives. Moses' life and a calling. Maisha ya Musa katika maisha ya Ukristo. The life of a true Christian through the life of Moses. The life of a true Christian through the life of Moses. Yani maisha ya Mkristo kamili tutapata reflection ya mayani ya Musa. Ile maisha Musa alipitia inaashiria na inatufundisha what is supposed to be meant of a true Christian. Ndio wewe ukuje ufanyike Mkristo kamili anayeaminika. Mkristo kule biguni anajulikana. Tuangalie maisha ya Musa. Ukiona una perfect, unaingia kwenye maisha ya Musa, utajua wewe ni Mkristo leo. Na ukikosa kujipata kwenye maisha ya Musa, basi ukuje tutubu hapa, tukuombee ndio uanze process ya Ukristo ukiwa zero. Hiyo kama hiyo unakaaga biguni, ujue si biguni unakaaga, ukila kwa goma. So I'm looking at Moses' life and the calling of Moses. The life of a true Christian through the life of Moses. Kitu ya kwanza tunapata Musa alikuwa nayo, Moses didn't have an ideal upbringing. Musa hakuwa na perfect upbringing. Hakulelewa kama mtoto mzuri. Hakupata wazazi wazuri wa kumlea. Maana wale wazazi kulikuwa kina disaster, kumetakaswa. Kijana yote ambaye atapatikana apigwe risasi ama uliwe. He didn't have a perfect bringing up. Hakuna mahali alilelewa. Hakunyonyeshwa manyonyo. Matiti. Hakunyonyeshwa. Hakupata mama wa kumlea. Maana kulikuwa kuna deja imetakaswa na imesemekana kijana yoyote mvulana apigwe risasi akufe. Kwa hivyo walienda kwa kamuficha, wakampeleka mahali kwa mto, ndio aende akae huko. Na alipokaa huko, akakuwa kanalia kwa sababu kuna jaa ilikamata, jaa ikakashika, kakaanza kulia. Mtoto wa Farao, yule Farao mwenye ametoa order, watoto wote wauliwe. Mtoto wa Farao akipita hivi akaenda kwenye mto, alikuwa adhi yako idhaba. Just imagine mtoto wa mfalme aligedhigwe idhaba la roho. God causes things to happen. Because it's not that they didn't have a place to take a bath. Alikuwa na nyumbani kule mahali ya giogelea, mahali ya gioga na maji moto mzuri. Lakini Mungu akamwambia sasa leo unaenda kwa mto uende ukaoge huko, ndio kuna maji mzuri ya kuoga. Akaambia wale watu wafanyikazi wake wote tuendeni tukaoge huko chini. Kufika huko akasikia kitoto kinalia. Kitoto kile akasikia kimelia. Kuleta kuangalia akaona ni kijana, akabeba. Akaambia hawa, nitiramenya hawa ni watoto wa wale. Lakini tutachukua huyu mtoto. Mungu akasababisha mtoto wa mfalme aliyetoa order abebe huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. God causes things to happen in your way that causes you to succeed. God will project something that it is unimaginable. Musa akabebwa na akapelekwa mpaka Paris. Ule mfalme amesema watoto wote wauliwe. Mtoto akasema ndatwaraga akanige guthikuragwo. Akatafuta mahali kanyumba na akatafuta mfanyikazi wa kulea huyu mtoto, akampeleka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akamficha na akamwadikia mtu. Kisha baadaye walipoishi wakakaa alienda akimleta nyumbani. Wakati Mungu anapanga kutumia wewe, atakutumia atakutumia maadui kukulinda. Atatumia maadui kukuweka mahali unahitajika. Atatumia maadui kukuendeleza. Atatumia maadui wale wamekupagia mabaya wakupatie security. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alipata security ya kutosha, lakini hakulelewa na wazazi. Kwa hivyo hana ile tabia ya mzazi. Hana tabia ya baba na hana tabia ya mama. Lakini ako na tabia ya wale ambao alikuwa kuja wangoe. Kwa hivyo ukiona maisha yako imekuwa gumu na bali unapitililia, usijali, labda kuna kitu Mungu anakupitilizia ndio ukuje akutumie wewe kuja kurekebisha mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alikaa maisha ambayo wewe mwenyewe hungeyataka, maana alikuwa na maisha mazuri but without parents. Alikuwa na misingi mizuri, maana kwa Farao kulikuwa kuna chakula, kulikuwa kuna bacon, kulikuwa kuna sausage, kulikuwa na kila kitu. Na labda angeishi kwao hangepatana na hizo vitu. So God will create some comfort somewhere and also create some discomfort in your life. Anasababisha mahali fulani utapata comfort, lakini also
atakuondolea rights zako zote. Ndio mahali utakaa, mahali utalelewa, utakuja kujua it is God only. Sasa jiulize wewe, maana tusubua hapa na kutuambia venye Mungu amekuita, tuambie maisha yako imekuwa namna gani hivi. Usione shida hiyo unapitia ni kama Mungu anakuchukia. Hiyo shida unapitia sio Mungu anakuchukia sana, anakupenda, anakutengeneza. Alisababisha mtoto wa mfalme aende kwa mto akaoge. Alisababisha mtoto wa mfalme aende huko na akamweka huruma. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huko kwenye process ya Mungu, kuna watu wako wamewekwa huruma wa kukushikilia, lakini ile comfort ya kukaa maisha mzuri hakuna. Ile comfort ya kukaa kama watoto wengine, ulikuwa unaona gakwene gukireo shafashi, no getagiro ka shafashi kanuthu kaiyero gakae kwa muhuko ukarehero wakunyirwo. Lakini hautakula chapati mzuri, lakini utaishi, utaendelea kuishi maisha mazuri. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio, he didn't have an ideal life. Hakuishi katika misingi thabiti. Mama yako labda alikuwa mchawi, baba yako labda alikuwa mchawi, mwizi. Kama sasa watoto wangu ukiuliza hawa waboi sikumlea vizuri. Maana mimi nilikuwa nafanya vitu zangu natoroka. Nafanya vitu zangu natoroka. Baka wakati ule Mungu naenda hapo wako wakina waboi wako 18 na bado wanaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nimetakasa nikasema ukienda mahali popote uthie handu hothe wone gaka kahia na apostle Waruinge kahure bisha udumire no korone gakwa mwathani agocwo. Na huko gwakwa ni kuriagwo shafashi, ni kuriagwo sausage, kwangu kuna kuliwagwa kuku, kuna kuliagwo kasamaki kazuri. Sasa kama mtoto wangu wako anakula kwa mapipa, ni baraka gani nitapata? Ni baraka gani nitapata? Siwezi kupata baraka. Maana hako katoto kanakula kwa nyama pipa katakuwa keza na rekono ne defafa. Na fafa ni huko no radi goko akihiuragia kile huko akiga atene komanda na mwana wake ekulia kifira katakati akilia matokoro. Mkienda mpatane na mtoto anafanana mimi, afadhali tukuje tufanye DNA. Chukua tu ulete. Afadhali. Nyingi najua ni wengi. Hata hao 18 ni nusu. Najua ni wanaweza kusidi. Bwana Yesu asifiwe sana. And I'm proud of that. I am proud of that. Niona kaile tukautakarara. She is a pastor. She is preaching the word. Huyo mtoto akihubiri hata anahubiri mzuri kuniliko. Huyo yeye kwetu mzima, yeye the only family mzima amefanya harusi ya kanisa. Sisi wengine ni maharusi ya mahutine. Na ni mtoto wa mkuru kwa Ruben. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kulelewa kule kubaya ama ile maisha umeishi mabaya haiwezi kuwa ndio ground yako ya kuishi baadaye. There is a reason for God amekubali upitie hiyo maneno upitie, because labda he is grounding you for something. Huyo mtoto ndiye alikataza mimi kukunywa pombe. Huyo mtoto ndiye amefanya hii kanisa isimame ikifike hapo. I respect her. Kama si yeye asingehubiri, kama si maombi yake na kufast, katoto kalikuwa kana fast mpaka kanatapika damu. Hako naona hapa hivi. Ndio nakapenda. That is the heartbeat of my heart. Hiyo kigoka na kumaliza. Na wao wengine wote. Maana she stood with me. She was young. Alikuwa 12 years. Akiniombea. Na sasa hiyo tunakambia, we, kwenda kalale. Hakaidi kulala kanaingia kwa bedroom yangu. Na kanafuga yani sijui kalijulia hii maneno wapi. Kanaenda kwa bedroom kanaifuga kanasema nimekataa hapa. Wetile mami ogiogoka huko. Na inakuwa ni hivyo. Kakavuga. Tukaleta kiroli kwangu, nilikuwa naleta kiroli kia pombe kimejaa mawaini, maspirit, manini zote kinapakiwa. Sasa hapo magari mpaka ma MP walikuwa wanakuja kwangu. Hapo siku 4 non stop drinking. Una imagine sasa 4 days of non stop drinking. Na drinking haiendagi bila kushikwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama inaendaga. Sio ulikuwa na drigi. Ulikuwa na drigi, si ndio? Ni muona nago. Wale walikuwa na drigi, mlikuwa mnapoteano? Hauwezi kupoteano na hapa. Sasa hapa unakuta compound imejaa matakataka, mapombe, machupa, manini zote zimejaa. Na mtoto wako wako hapa anakuchungulia. Anaona huyu ni baba yangu. Anaona ile zile tabia baba yake anafanya huko. Anaona anachungulia kwa kioo hivi. Anaona kule nje. Nipate after pate.
Kaliingia kwa bedroom kakaomba, kakafuga hiyo pombe. Tulikosana mpaka saa hii hatuonanagi na hawa watu. Hata nikiwapigia simu wanakata simu, hawatakagi kuniona. Kaliroga sisi. Na all of them they are my enemies now. Hata wengine waliniinukia kunipiga. Tendado kirie mawira mao. Kumbe ni kamurogi, nilizaa kamurogi. Kakavuga. Bwana Yesu asifiwe sana. So nakumbuka kule kamezaliwa ni mkuru kwa Ruben. Na hiyo kuzaliwa ya mkuru kwa Ruben ilikuwa kitu ambayo si mzuri hata wewe wezi taka Agnes. Wezi togeda horo toshio. Kuthiona mavutini na hana ihenya no kerori winuka ni ugu netwarikia. No horo cio gathira. This is not good. Lakini God knew there is a product. God knew there is somebody that is coming, and this somebody atakuja kubadilisha mtumishi wangu atabadilika, because alijua nyinyi yote amuginibadilisha. Hakuna mtu kama nyinyi angenikaribia. Okay, ujere atia. Okay, urugame mbele yao. Usimame mbele ya nani? Uniambie nini? Ati Yesu mwishi wa bao. Mwanamu maraya. That is what I knew. I knew Jesus is a son of a prostitute. Somebody who cannot tell me, but he used that small girl. Akakuja kaniambia. Na huyo small girl atajimsharia najua. Niwa na huko kwa mabati. Ndio kule kiadu tu ndio wale wa kiadu tu. Na haujujure. Yes, na unamkuja na malizo na unaenda. Kumbe Mungu anajua ako na plan. Ako na mpango ametengeneza. Amepanda bego, na hiyo bego itakuja kubadilisha mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usijalishwe na ile maisha unapitia. Don't look at the other family unaona wanakaa mzuri. Ama hiyo family wengine wanapelekagwa na gari shule, wewe unapelekwa na mguu, hata viatu hauna. Ati ile kiatu unavaa utavaa Disemba ya sadaki. Mimi kuna kiatu tulikuwa tunavaa Disemba ya sadaki. 1 paia inanunuliwa Disemba sadaki. Na inakuchoma vizuri. Wale watu walivaa sadaki ni wangapi? Ilikuwa inabadilisha gosi, inakuwa kama inakuwa ya white. Na ukikaa sana joto ikijaa ina sweat. Ukinenda kanyaga inasema hoja. Remember Hebrew people were slaves in Egypt, and Herod had ordered all boys to be killed. Herod alikuwa amesema watoto wote wakufe. They were slaves. Walikuwa matumwa kule Egypt. Lakini Mungu alijua nitaweka bego yangu moja. Na hii bego haitalelewa katika njia mzuri. Wale watu wote wamekuwa katika mstari wa mbele kufanya kazi ya Mungu. Wale ambao wameitwa kwa sababu ya service ya Mungu, mstari yenu ni kobokobo. Mumeishi maisha mazito. Mumeishi maisha confused. You have neglected. Wazazi wamewakataa. Familia haiwapendi. Mama yako hakupendi. Hata mama yako ameamua kukutoa ukufe. Kuna mamama walitoa watoto wao, lakini Mungu akakataa na wao. Mungu akasema huyu ndio kuwa. Unakuta maisha ile but God always creates some ways. Kwa hivyo usijali the situation ambayo unapitia sasa. Usikujalishe, maana ni Mungu anatengeneza kabarabara. Hautalelewa na watu wenu lakini utaishi. Hautalelewa maisha mazuri lakini utakula. Hautalelewa shule mzuri lakini utasoma. Utasomea shule ya serikali lakini utashinda watoto wote wameenda private school. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaishi maisha mzuri. He was raised by a family that enslaved his people. Alilelewa. Ile familia ilikuwa imeweka watu wao wote kwa slave. Mungu alisababisha hiyo familia ichuge mdhamaki. Kwa hivyo kama uko na anointing, kama uko na mafuta ya biguni, kuna vile Mungu atafanya mamabo. Utafikiria hii mambo haiendi mzuri, lakini itaenda mzuri. At the end of the day utachomoka mahali. So the life of Moses inatufundisha namna gani? Hauhitaji kuishi na kukula vizuri ndio kuwe nabii. Hauhitaji kuvaa nguo mzuri ndio kuwe nabii. Hauhitaji kuitwa na mtoto ya fulani ndio kuwe nabii. Mungu ako na njia ya kupenyesha mafuta yake pole pole. Anakupeleka juu, anakupeleka chini, anakufugia mpaka jela. Angalia Joseph venye kaliuzwa na baba yake. Joseph hakuuzwa na ndugu zake. Najua watu wana confuse. Joseph hakuuzwa na ndugu zake. Mwenye alianza vita ya Joseph ni baba yake. Wakati kalienda kuambia baba yake, niliota watu vitu zikiinama na zingine zikiinamuka. Baba yake akamuuliza, ekayoleto adha. That was the beginning. Mungu baba yake ndiye alifungua mlango ya kupigwa.
Kwa hivyo wazazi wetu ndio wengi wametufungulia vita. Wakati ulienda na kitu mzuri uko na baba yako akasema ndekegeke, hiyo ni vita imeanza automatically. Kama mtoto yako amekuja amefanya kitu mzuri, bariki huyo mtoto mara moja. Achilia baraka hapo mara moja. Mwambie utabarikiwa. Mwambie utaenda vizuri. Kama baba ya Joseph angebariki mtoto, mwambie I can see a man of God in you. Vita hazingemuinukia. Lakini the beginner of the battle na shida za Joseph ni baba yake. Wakati aliuliza ekayoletwa tha mami ciana ciakure uciarageria atia, kana rĩrĩa waciaragĩria nĩ wacitaga ng'ombe ici hera haha, nĩ wacitaga nũgũ ici takataka wewe nĩkĩ maũndũ ta macio. Those your father and your mother ndio wanakuanzishiaga vita ili unapitia saa hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mama ya Musa alijua hapa kuna shida, alishika mtoto akaenda akamficha, akaenda akamweka mahali. Hakuwa anaenda kumweka mahali akuja kumchukua jioni nego kahitha matikone gakiurago. Ogwo wa mbere aciari walimupatiana aende akakufe. That is why this boy never came back to the parents. And that was the beginning of the success story ya Musa. It was a difficult story, but he was kept. Until such a time, wakati Mungu alisema now my boy is mature for use, Mungu akasababisha huyu Musa aende auwe mtu. Maru wagirake walikuwa napigania nini? Maru wagirake walipigana tu vita. Na Musa alikuwa hot-tempered. Akakoka jamaa tutu, akaaguka chini. Na akachukua na kaenda na kachiba simu na kasika. Kumbe kuna watu walimchugulia. When God is processing you, there is always an evidence for that process. Kwa hivyo usijali, whatever you are going through is an evidence of the process ambayo Mungu anakupitishia. Hiyo kukosa chakula, it is an evidence of what God is going to do to you. Siku moja watasema, oyo kanaka kakatura kakakomaga guko nengaragu. Hatura akaririte. There is an evidence whatever is happening. How wanakuattack, how wanapigana na wewe, it is an evidence God is keeping. Wao ndio watakuja kusema, kaigaineka iwakoro ni ataithikire wakoro ni athire na mbere wakona uratwarithia ngari kaigaie kuai. There must be an evidence. God will create the line you are going through, the life you are going through. Usijali wao wanakuchekelea, usijali wao wamekutenga nyara, usijali wao ambao wamekutenga hiyo life wamekureject, usijali. It is a process. God is creating an evidence, a statement ambayo watakuja kusema kweli kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo mambo kama iko namna hiyo, usijali. Number 2, tumepata ingine. Moses made some serious mistakes due to immaturity. If you are in the process of God, you are prone to mistakes kama mimi. Na ndio naonaga sikuagi shy because Moses made serious mistakes. Alifanya makosa mingi in his process. Kwa hivyo kama umefanya makosa, usiangalie watu kama wanakuchekelea, usiangalie watu kama wanachukua vibaya, tigana nao. It is you with your God. The plan of God is still working. The plan of God is still intact. Whatever you are doing, iti wewe ni wewe unafanya. Wewe ni oreka. Wewe ndio unafanya. Ni wewe. Na Mungu anajua bado anakuchukulia akiwa mbinguni. Musa alishakuwa mistake alifanya. It was immaturity. Na kama ulifanya ukiwa immaturity, God will forgive you. Bwana Yesu asifiwe sana. Undu kama kione mahitia maria wekire, wekire tu kile wekire tu. You are immature. Don't let these people suppress you. Don't let these people think bad about you. Don't even let these people have an opinion over you because you are immature. God only knows I was immature. Hivi vitoto vyote nakwambia nilisani kwa 19 years. Watoto wangu wote wameachana na miezi 6. Watoto 18. Sasa hapo kule mbinguni nitahukumiwa. Dakika na miaka 11. Wewe na miaka 11 nikiweka. Wale dhukuru. Okeka, mahapiri gani? Number 28. I am 24 hours. But now. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo when you are in the process of God, you are prone to mistakes. You are prone to challenges. And these challenges are not meant to destroy you. Are meant to produce that good product of God. Are meant to produce that good man of God. When I was in Mungiki, when I was doing all my life there, I never thought I would come to preach to you.
I never thought kuna mtu atatoka nyumbani kwake masaa kama hii. Anafaa kuwa kwake akiangalia TV ati yako hapa akinisikiliza. Sikuwa najua. Sikuwa nafikiria kitu kama hiyo. When I was making all these mistakes, I never thought that hiyo mistake itakuja kuwa billboard yangu. Kama saa hizi nikiambia watu mimi ni dideka omaraya, ikegwire ati urauga tacokera rege mundu wa Ngai. Siwezi. Ndio naonaga nawekaga billboard yangu hapa, nasema haka na hii na hii na hii na hii. Hii ni damu yangu na sikatai. Eda polisi ukaseme. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And when you learn to speak the truth of your life, it is a point that you umefika maturity. Ukitaka kujua umefika maturity, ndio hilo nasema kana kaune gakwa na kaune gakwa na kaune gakwa without blinking. Ati niye ndaregetharia kemomaraya ni hivi unaniona hivi. Nilikuwa nakoboa rojini 4 naweka moja hapa na ingine hapa na ingine hapa na ingine hapa. Wewe wadieko girigiri tukora hivi karadhi kaa chini kuna hiyo mangao utawacha. Wewe ni mdurugata ya Mungu, kaa hapa. Si walikuwa wamekupeleka polisi, wamekupeleka kwa madhare, watu wamesema umegoroka. Huyu mama wamemuitia mpaka polisi wampeleke madhare, na ni mama yake na watu yao wakampeleka. Sasa polisi wakakuja akamwasema wapeleka kuja wakampeleka polisi. Yeye ndiye aliendesha gari mpaka polisi wakauliza mundu atwarithia gari. Huyu ni mwenda wa simu. Walikuwa wanataka tu adugwe shindano, na angedugwa shindano sasa yeye angekuwa anarokota makaratasi kwa barabara, kwa sababu she is a prophetess, ni nabii. Na sasa ukalia wameanza kumuita na mara na kanyugo ikarau Vikiriria. This is meant for you. The process ambayo umepitisiwa, the hard process ambayo umepitisiwa. Bako ulikuwa nakuja hapa siku nyingine tumeongea na yeye tukienda Kerugoya, akaniambia hana petroli. Sasa nikamwambia kaa hapa nitakupatia. Wakati nilianza mahubiri alisikia kitu ilimwambia, umesikia pastor ameanza kukuanika. Alitoka akaenda. Akafika huko chini akauliza, akaambia mtoto yake pastor amenibetray. Akamuuliza aje? Sikia hiyo mahubiri yote ni mimi amenihubiri. Kumbe ni wale walimuita na kanyogo, because wanamuita adugwe shindano ya wenda wa simu. Na ukidugwa hiyo, that's the end of your story. Ukidugwa tu hiyo, you confirm what they want and you sasa umeigizwa kwenye process ya kuweza madawa. Ndio naona watu wengi mwaenda simu kienda madhare, na nataka hivi karibuni tudie madhare tuende tuombee hawa watu wataachiliwa. Hao ni manabii. Hawa watu wako madhare, si wenda wa simu. Mtu yote unaona ametoa guo is a prophet or a prophetess, ni mtumishi wa Mungu. Lakini sasa walimduka shindano na wakamfuga. Wengine wakamfuga kama huyu gari huyu unamuona hapa. Tuna anapenda kulalala, maana alikuwa anatembelewa na guka yake. Na guka yake anampeleka mpaka pale alikuwa ameficha miano. Na guka yake alikufa 1900. Anakuja usiku anamuita okatothi. Anamuonyesha hii gedhito iko hapa, gedhito ndio hii, gedhito ndio hii ule. Unaona pale. Alipokuja tukamkoboa, sasa yako hapa. He's a good person. These are the processes of God. And many mistakes we make. Na hiyo mistake umekuwa ukimake, don't worry about the mistake you are making. This mistake Mungu anaijua. It is because you are immature. Haujakomaa vizuri. Wakati nilianza kukomaa ndio Mungu alinipatia hii nyumba. Wakati tukiwa pale nilikuwa nahubiri mahubiri ya vita pale City Stadium, kwa sababu nilikuwa na wamama na wazee kadhaa, sio wengi sana, walikuwa kazi yao ni kupigana. Kulikuwa na mzee mmoja, the Late Dirago. Late Dirago alikuwa mtu mbaya kabisa, hata kuliko shetani. Alikuwa anakuja leo refle mundu wa Ngai nie jikalete ogwo ri ndona nyoka yoka mwana huko Nyeri, ndona nyoka yoka yarugama haha, na ri yarugama haha ri ndona ni kiongo kia mundu, na mundu ucio ni ndimui. Egethie kunuma ri dame gutha ngudi yombukire yoko kuri we ndona ya kuruma na hamu nyigi na atiriri eno atari nyakiambi. Sasa ukiwa immature, kama ukikuwa pastor immature, unaanza vita hapo.
Baba anasema kuna watu wako hapa ni manyoka, lazima manyoka itaondoka kanisa hii. Maonyoka lazima tunaikemea manyoka. Sasa unashinda manyoka na uliwekwa, ni neno uliwekwa, halikuwa. Unapoteza mwelekeo wa kanisa because you are what? Immature. Until you mature, that is when God will gonna bless you. Until you mature, that is when God will give you that business that you want. Until you mature, that is when you become that pastor that you want to become. Na utaacha vita. Sasa kutoka wakati nilikomaa, nikaacha vita. Maana nilikuwa na uziwa huo, kanaambiwa nimeona kitu. Mwingine akakuja, alikuwa anaitwa Jega, Prophet Jega. Akakuja akasema alikuwa amekaa kwa kiti kama hii. Akasema nimekaa hapa. Nimefanya hivi. Nikaona ubwa imetoka kwa ile daraja, kwa ile dirisha. Hiyo ubwa ikakuja, ikasimama kwa madhabahu, ikakaa hivi. Kuangalia vizuri nikaona ni sura ya apostle. Sasa anasema apostle wenu ni msherati. Sasa ukifika sana mimi napatiwa ripoti hiyo, na sasa kuna watu hapa wanajifanya manabii wa shetani. Ora makata reketetete ropopopopo. Sasa unashindwa. Sasa siku moja nilisikiliza kwa recording, nikasikia nikajiuliza reketetete roko totototo roko papa. Sasa nikashindwa hii ni nini? Na ilitoka kwa mdomo yangu namna gani? Maana ni rekekeke roko kokoko rememememe. Sasa nikashimba mpaka mahali nikaanza bebe. Sasa nikaona busi imeingia ndani yangu. Roho ya busi ilikuwa ndani yangu. Bwana siwe sana. Na hakuna mahubiri. Nilisoma kama mstari kamoja nikaanza kulia kama kondoo. Kama sege. Kwa sababu ya nini? Immaturity ile ilikuwa ndani yangu. Sasa nilikuwa nafikiria nikishika nikitoka ati niende Moro, lazima niende na kanisa yote Moro. Kwa sababu nitakuta Karaja atanigeuzia kanisa. Immature. Sasa mimi nitaenda miezi kama 3 ngabo, naambia Karaja, naambia Sali, naambia wale wengine nimewaja. Kanisa sio yangu, kanisa ni ya Yesu. Na sitakuwa na wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zamani tukiwa pale, uniambia nitajia Karaja, atia. Nitaenda kuomba usiku. Karibu niwaambie mnyoza mchukue visa tuende na nyinyi ngabo. Nisikute mmebezwa. So it takes time. It takes a process of God for you to become that vessel that what God wants to use. For you to succeed. Wacha kujali. Whatever is happening sahi is the spirit of maturity. Whatever you are going through, si ati Mungu amekusahau. Mungu adekoriganeirwo mami, dariganeirwo ni gukurota ri urakura. Bado uri kwari nae na likai na libakuda na liakwenda na limasaka na limakoto liteti ale masa. Ka uri o hau, tondu ndu uramenya ate heste pwige guthie. Ngai ni eguka, neguka mahinda maria magereire. No kana egukugarurira muturire, no kana egutuma ri turi akuria barareke. No kana maundu ni megucenjia, na andu ni mekuona Ngai ni okite. Because you are mature. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are mature and nothing will shake you. You will live according to the will of God. Utatembea kulingana na venye Mungu anataka. Na utakutana na ukikuwa mature, watu mature wataanza kukuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Zamani nilikuwa naangalia msichana kama huyu ananiangalia, kama huyu sasa ananiangalia. Naona roho ya Jezebel. Ninaanza kubabaika na kutetemeka. Naambia intercessor, mudeithie kuhoya. Hemu tumia ndona ku kanitha-ini. Na ndirona ena roho wa Jezebel. Hallelujah. Tukajia kuhoya. Baba ametwarega. Yatwarega na roho wa Jezebel. Na mundu manigo nigukenia yake nione kihunjio uri arahunjia. Nigukenio akeneti akonaga e muhunjia mwega. Riu ni gukwandimaya. Nginya rimwe kariga no ritho rimwe rikagwa thiriri ke no ri rako. No kora tari ritho rako hingira. Wadhani agosho. Due to his immaturity and due to your immaturity, some of the most moments you tend to kill. Wakati huo nilitoa libakata dara makete. Kuna watu nilifukuza. Kuna watu niliambia toka kwa kanisa yangu kwa sababu wewe ni ibilisi, wewe ni shaitani. I killed some souls. I killed spirits. Niliua watu ambao wangekaa saizi wangekuwa labda ni mahubiri. Niliwafukuza.
na nikawaondoa katika maisha yangu. Kumbe walikuwa ndio wanishikilia nitembee, na ndio safari yangu ikakuwa mrefu kidogo. Kwa sababu the moment you remove one person, mwenye ambaye alikuwa ametumwa kwako, inamaanisha speed yako ya kwenda inapunguka. Immaturity inaua. Pray to have that maturity in your life, that even your wife ambaye mko na yeye, pray to understand this woman. Umujue venye Harrison anasemaga, understand the woman. Kwa sababu woman ana shida kukupatia story. Alisema Nganga aliniambia hapa wakati alikuwa ananiombea. Najua Nganga ndiye alikuwa ameniambia nisioe. Sio nyinyi mlikuwa mmekaa sasa. Sijuzi amekuja amesema nioe. Sigoredi, how many are you here? Sigoredis. Sigoredi nwa mkono juu. Ya iwetu na ndugu mema sigo. Doge yangu wako. And due to immaturity in his life, after causing all these mistakes, after kujikuta kwenye makosa hii, akienda makosa hii, akienda makosa hii, it forced him to run away. When God wants you to mature, when God wants you to mature, he must remove you ile nasari alikulelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hiyo sukuma wiki, ndio hiyo cabbage, ndio hiyo cabbage iende imee na ikue kubwa, inatolewa kwa nasari. Na kutolewa kwa nasari, when you are in the process of God, unangolewa. Sio bego inangolewa go. Hako kasidini kana ngolewa, kanaenda kupandwa kwa shamba. Na wakati wa kungolewa kuna misisi lazima ikatwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna lazima ufinywe. Kuna kanyama kalikuwa kamekaa hapa kameshikana na ukuta. Lazima katolewe, na kakitolewa ni ukigwa karuokeho. Ni guthiago gikago. Ukiga dago ila Musa wakati alikuwa amefika mahali, due to his immaturity, alifukuzwa. Maana ya yule mtu aliua na akatolewa bio na akatoroka. Alienda into unsettled charted waters. Kule alienda, he started afresh. Everything that he had planned, everything that he lived for, the comfortable life he was living on for, yote ikaharagana. Na akaenda kuanza maisha mengine. Na in the process ya kuanza maisha mengine, alitoroka kwenda kujificha. Kumbe kifungo yake imeanzishwa ya kazi. Wakati alitoroka akaenda kuishi kwingine, ndio maisha yake ilianzishwa. Ukifukuzwa mahali huko, ukichokorwa mahali huko mpaka utoke. Ulikuwa kanisa hii tunakufuruga mpaka unaenda kanisa hiyo ingine. Huko umetumwa uende ukaanze kazi, ndio kazi yako iko huko. Usijali, usiende na bitterness, ende ukisembia Mungu hallelujah, my destiny has started. Wakati waliuza Josefu hakukuwa na mtu, na hakukuwa kumetagazwa kuna watu wa kununua mtu. Hakukuwa na plani ati hari andu maroka kugura mundu, na hakukuwa na hiyo agenda ya kununua bana. Lakini Mungu alikuwa amepanga, na alikuwa anajua Joseph is about to be killed, I have to rescue him. So what happened? Alisababisha watu wengine walikuwa natembea, wakitembea tu wakienda kutoka bari wakienda kwingine. Akasababisha wakuwe na pesa kwa mfuko, maana wakati sio wao wali approach kutaka kununua mtu, ni hawa watoto brother zake ndio waliambia wale, no mwende kugura mundu, because the journey has started. When the journey has started, all the enemies will create the way. Those yaku nicio cigũgũthondekera njĩra. Barabara ciaku ciambĩrĩria, njĩra yaku yambĩrĩria. Those yaku nicio cithondekaga njĩra ya harĩa hangĩ ũgũthiĩ. Hakuna watu walikuwa wametangaza ati ya kwamba tunanunua mtu. Hawakuwa na kero kusema neturagura Shufa na Debe na Betri. Wazee walipitaka kwenu? Alikuwa naitwaje? Wadede. Wadebe, Shufa na Debe. Wadebe, Shufa na Debe na Mabetri na gazeti. Hawakutakasa. Lakini hawa ambao walikuwa wanapanga kumuua, katikati yao Mungu akazungumza na mmoja, akaambia hawa wengine useni mtu. Kwa sababu already watu wa kununua, Mungu alikuwa ameanza kuambia aseni safari. Kuna mtu mnataka munibebe. Na wakaanza wale wa kununua, walipoanza safari, huyu kijana brother ya Joseph huyu mwingine akaanza kufikiria badala ya kuua tuuze. Bwana Yesu asifiwe sana.
Walipo idea hii ilipoanza kazi, ile idea nyingine ikakuja, zikakutana mahali. When God is working on you, he causes things to work simultaneously. He will cause even things you are not prepared for to come to pass. He will cause everything. Atasababisha watu ambao hawakuwa na haja ya kununua, anawaambia nunueni, maana huyu ni mtoto yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hawa watu hawakuwa na mpango ya kununua, hawakuwa na mpango ya kwenda kuuza, because they didn't know how to go. Now immediately waliponunua kule kwa mfalme, anaitwa nani? Potifa. Mungu akatengeneza vakasi immediately. Wakianza safari kubeba huyo mtu kwa puda, hiyo wakienda safari kwa Potifa kukatengenezwa kazi mara moja. Kwa semekana hesabu haiendi mzuri. Kumbe huyu jamaa ambaye ameanzishwa safari yake huko atahitajika, hesabu itahitajika, maana jamaa alikuwa anajua hesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. God causes things to work. So don't worry of the situation you are in. Don't worry ati wamekufukuza. Don't worry ati wamekusahau. Don't worry ati wamekuacha. Dukamake ati ni maguteania, ati ni makuigata, ati ni makufuta wira. Wafuta wira tondu wira waku ni wambiriria handu hangi. Wafuta wira tondu hanu ikarite muno. Wafuta wira tondu hari urathie niho hega. Wafuta wira tondu ni mahaririirio andu agugutwara to the next destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Joseph hakuwa anajua, alikuwa anafikiria amechukiwa. Hakuwa anajua hii ni gari ya kumpeleka to the destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndamenyaga teno niyo gari yako mutwara kirathimo-ine giake. Eciragia family itu ni menete muno. Eciragia andu aitu matinyendete. Reke wikare kwendo no korwo ri process ni ya Ngai. Reke omeno no meno makiria muno. No korwo thiini kemena keurume na ruu niyo process ire iragukinya kuria Ngai endaga. Rumena ruu niruo rutumaga na niruo ruragutwara haria hagereire kirathimo-ine kia Ngai, wega-ine wa Ngai, utugi-ine wa Ngai. Makunyarara merenyararai na wona matira konyararoka makinyaga negetha makonyarare negetha uthiange na ihenya. Chokothaga andu anyure mo kamaruma ukamerania kiundu negetha makomene, negetha makuhure uyume kuu. Mwathani agocwo natageria konjogotha kuringa. Number 3, Moses served others while he grew and matured. Servant leadership. Musa agikuraga athire na mbere na guserve brothers yake na andu ao. He served others while he grew and while he matured. Maisha maku ile life unakaa, nendelea kufanya kazi, endelea kuserve. Wacha kiberebere, wacha kiharaka, wacha ujuaji ati wewe unaweza kustukana kila mtu, unaweza kuwa wewe bila wewe ati hiki kitu haiwezi kufanyika. Itafanyika. Dunia itakuendelea. Makuaga na kugathie na mbere. Kenyatta ndakuire na bururi ugethi na mbere. Na ndio Wakikuyu walikuwa naamini Kenyatta akikufa iji imeisha. Sasa tuko wapi? Hapa tuko ni wapi? Ati Kenya haitaenda bali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ni bali. Nani president? Ruto. Wameweka Kenyatta hapa, wakaona hawazi wakapeleka nyumbani. Yes. Walitoa Kenyatta hapa. Waliona ni kazi bure. Bwana asifiwe sana. Because what? When you are growing, continue serving. When you are growing, continue being with the people. Continue to continue doing things, serving people, you mature. In the process kama sasa hapa, mimi naamini mwaka hii ikiisha, ikienda kuisha, hii tangu ile tulikaa hapa, nataka tukae hapa 1 year only. Hapa 1 year only. Na hiyo 1 year ni miezi, utoe miezi kama 3 ya kujenga mahali tunaenda. Mwathani agocwo. Because I know as I'm doing this work I'm doing, God is maturing me. He's maturing me for a greater people. He's maturing me for a greater job ahead of me. Tunaenda bali. Neturathi kuraihu. So as Moses was growing, he continued to serve and he continued to become mature. So that is a principle that you need to understand. That
when ukipatiwa ka position kadogo, nyenyekea zaidi. Ukipatiwa uambiwe wewe ndio utakuwa ukipika chai hapa, nyenyekea zaidi. Ukiambiwa ndio utakuwa ukiosha nyumba hii, nyenyekea zaidi. Ukiambiwa utakuwa pasta, nyenyekea zaidi. Maana hiyo ni tesi umepatiwa ya kwenda mahali unaenda. Na unaweza kukufia hapa. Mwathani agocwo. Haha ni ugukwiraho. Ati tondu niwe rohatage kanitha waje guthuriria andu guku, utakufia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati tondu niwona kidak toro dak hadi samu. Ugeciria riu aya angi matikona mundu. Ngai akwehagiriria kimundu kiu akiheaga visa gagitora ruraya. Gakinya kuria gikarenga thimu cwi. Hello, 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 hello. Apostle, doka hoere. Ni muthuri wakwa turare ndugu. Na gethie ruraya mane turendanite. Ni ndio inde gikira munyitire. Ari akiugo kimwetu. Wewe ndio ulinyeta, Mungu akaona umenyeta, alikupatia mwanaume mzuri, ukamunyetea, anamuondoa anampeleka gabo bali kidogo. Alafu anakuletea mahuru ya watu. Mahuru inakuja kukwambia darling, hi baby. You know what? I love you. Kahediere kemodo. Tawagira twathiere njira bana ndere baba gitoka gya kwao gicagi. Ekone to ngari agathambie. Ukona mundu mena rejiroba. Ugathie ukahiurio ugacoka karekio. Geke gigoka kina burado na nigetereba. Gigoka gikahiurio gigathie. Goka kina ndereba wa idinga. Atora kamegoko kuria meru. Narongete gucerera mwari wa nyina. Ugicoka kuthikiriria ri. Uhuthiritwo gatwika gitangari. Tondu ni waregire gukura. Ni waregire kumachua. Mwathani agocwo. Era mwenzako hau geria kumachua. Geria kumachua. Era mwenzako guku tutiukite gucaria tora ndaki. Era mwenzako wako wa mutumia guku tutiukite gucaria tora ndaki. Tukite gucaria kiugo kia Ngai. Tukite gucaria Ngai. Era mwenzako tukite gucaria Ngai. Guku tora ndaki ndaronekana. Guku tora ndaki ni mukuwe. Guku tora ndaki ni mutukuwe. Hallelujah. Ni meda komelia bigiji mamelia. Hi. Hi day. Are you okay? Are you a brother to Moses? Or are you Moses? Ni uragere toria mwenzako. Unajiona hapa ndani ya Moses. Mpaka hapo tumefika. Uliza mwenzako. Mpaka hapo tumefika. Umejiona kwa Moses. Yes? Hallelujah. Ni uliona riu hau. Ate maundu maria uragerera Moses ni Moses mutheri uyo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli. So he ran away from people who were trying to kill him, and he helped the 7 women. Unaona? Alifurushwa. Na katika kufurushwa kwake alijikuta mahali kulikuwa na wanawake. So God will force you to mature if you don't want to mature. Kama Mungu amesema wewe ni servant. Kama Mungu amesema lazima atakutumia kama vessel. Jage, utatoroka na mahali utatorokea. Utaenda utafukuzwa na Mungu mpaka uende mahali utaanza kazi yako. Wakati alifukuzwa wale jamaa, kumbe Mungu ndiye alisababisha mtu auwe. Kwemehia magege yetekageria mekeke. Mwathani agocwo. Ngai niwe watekirie kimundu gike kiura. Tondu ni akiamurite maguta maria methini waku. The anointing that is in you will cause you to do damages that will cause you to be unstable so that you do the will of God. Hallelujah. Ile maguta maria methini waku megutuma wagane uhirane ihu utengerio ni uhirane kwa gitonga. Munene wa borithi waje gucario. Ginya uri uthiuke hithe Mombasa. Wakinya Mombasa utonyerere uhikore kanitha kuu uhunjagio ihoye Ngai. Ukiro ni munabii ukiro guku ni kwa Ngai aragwetire. Ukahuya nigetha aria muhingo maitho. Baba ninawafunga macho. Ribaka teke pakataka teke taka. Higa andu aria angi mariganirwo ni wahiranite ihu. Githe ni Ngai urenda gugutindika uthie Mombasa ukahingure huduma kuu. Tondu ni uraregeire Nairobi tondu ni comfort zone. Bwana Yesu asifiwe sana.
the comfort. God removes you from your comfort zone. Depending on the amount of the anointing that is in your life, God will cause, the higher the anointing, the higher the damage God will cause upon your life. Bwana Yesu asifiwe sana. The higher the anointing, the higher the higher the damage. Utaua watu wawili na utaanza kutafutwa na DPP. Na unajua DPP ni nani? Na faili zako ziwe kwenda kwa mitandao, utoroke uende Mozambiki kujificha huko. Kumbe huko ndio Mungu alikuwa anataka uhubirie watu wa Mozambiki waokoke. Na ukianza kuhubiri, kesi ya Nairobi inaisha. Hata kunaanza kusemekana hata si it was mistaken identity. Kwa sababu umetoka na umeenda to your destiny where you are supposed to be. So God causes things to happen. God causes challenges to happen in your life so that he can use you for his purposes. So are you in that, Moses? Are you looking at yourself? Niureona hau mwathani agoshwa. Number 4, Moses was called to do something beyond his natural ability. When you are called, you do things that are beyond your natural ability. Yani atomaga weke maundu makirite we mwenyewe na hinya waku no hotani waku na roho waku na weki waku wothe. Atomaga uthie weke maundu beyond makirite we. Kinya atomoka magakuragia enowe. Mwathani agoshwo. Ujagia wakejo kete andu makajuria atiriri kirira kiu urutaga ku tekaide mwire horo wa ma ni ona nithi ya uthikiriria kuigwa mundu ucio uria kugaga nona kiujo gikende ahujia ta makadio niko kirauma guthie mucio guthikiriria uria gikuhujagio gathomero na ni gathomera kaundu hau. Mwathani agocwo. He causes you, atumaga weke maundu matari maria me beyond. Anafanyanga ina hiyo ni kalenjini sasa Moses was called to do something. You are called. Wetito weke maundu makiranite na hinya waku beyond your natural capability. That is why you have been called. That is why God has brought you to this place today. That is why God has called you to serve him. Maundu ine macio nigetha wikage maundu makirite we wikage maundu makiranite na ikiro ciaku urugamage na irugamo rimwe atendu makuona ugo makamenya yes this man, yes mundu uyu ri ekaga maundu supernatural. Are you in that? Ama wewe ni mtu akukuja mkiona weka hapa? Can you be able to be called from the midst of many people na ukue the shining one? Can you stand? Can you outstand the challenges of your life? Can you understand the challenges of your community? Can you outwin the challenges of your country? Na unasimama na unatoa kistatement. Hata mimi natoaga kistatement hapa kingine mpaka naenda kujiuliza enoni edutire leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Moses tended on his father's-in-law cattle. Yani wakati alienda huko, wakati alikutana na hii wasichana, alikutana na kimwanaume kilikuwa kinazuiaga hawa wasichana. Wasichana wakamwambia hatuchoti maji kwa sababu kuna kimwanaume kinatuzuiaga. Alikauliza kiriko ni kiriko kiu kigegirio tahe mai. Akamwambia ndio kile. Akaenda akakishika, akakifinya kama kile kingine aliua. Akakifinya mpaka kimutu kikatoroka. Wakati Mungu ametengeneza barabara na kupatika nguvu zingine ambazo hazina watu wengine, alifinya kijamaa kilikuwa kinamwambia tanyiwa nego kwale. Akakanyaga. Wakati alikiachilia kimwanaume kilitoa bio. Wasichana wakachota maji. Wasichana kurudi nyumbani, walirudi mapema kabla ile masaa wanarudiki. Baba yake akawauliza, ni kwa nini leo mmerudi mapema? Akawaambiaje? Leo tumesaidiwa na jamaa. Kuna jamaa alikuja. Huyo jamaa alizotie tu na mundu tocio kimundu kiraihu gitoroke hadisamu kina hinya Jethro akawaambia mundu tocio ndatigagwo mureye mucie kibieni murete iyo mutu hapa mundu roreria ona Jethro akangaria kaza mundu roreria ndota ciakwa ucio wahura kijamaa kiu ri kiraremete itura ni kirigo kiu mundu tocio no uthure mundu tocio no uthure mundu tocio ndukiaje kumucaria. Baba akaambia wasichana kibieni mulete huyo mtu. Wakaenda wakakibia wakamulete. Alipofika nyumbani
Musa akasema wewe tulia. Musa akajua mwili tu mwenye hela. Hapa kwa jambo liwe liwalo, one daughter out. Akajua amebaki na ngapi? Na 6. Jamaa akafika. Maana Mungu ametengeneza destiny. Mungu ametengeneza mpango mzuri. Mungu ametengeneza njia nzuri. Inua hizi. Mungu ametengeneza kitu. Kwa hivyo atasababisha tatizo lako na tatizo la yule mwingine lishikane pamoja liweze kukuinulia njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathina maria urahitukira riu ti mathina moru. Tondu nikio ukucemanagia kwina ndagitari. Inde mandagitari ta karoya meguku. Karwa thondekaga maitho. Karwa thondekaga maitho. Akiuka guku kuhoya to ni muhoi Ngai muno ri. Ahoyaga wira wiki atia? Ahoyaga wira wiki atia? Niki giki. Urware maitho. Mwathani agocwo. Mundu wa moshari tondu nina membo mwa moshari guku ri. Aka to ni arehage taithi yakwa ri. Yake ri. Arehage taithi nigetha kigikike. Wira wagire. Wira wa moko rathimo. Ithe tuko taithi rauga. Rehei macunje manyu ma 10 na ki? Na maruta manyu. Muone kana ndikumuhingurira mirango na dirisha. Mundu ucio wa moshari oka guku nyonaga ki? We tajira. Mundu ucio wa moshari ri aingira haria nyonaga ki? Niye nyonaga ki? Idayo ataithu nyonaga ki? Wira mundu uria wagire. Oguo niyo na nigi gituika member wakwake. Mwathani agocwo. Ihoya rĩa mũndũ ũcio nĩ rĩrĩkũ? Wĩra wagĩre. Andũ makue. Na makue arĩa mena mbeca. Tondũ ena mochari yake nĩ ya itonga. Au ahoyaga itonga ikue. Roda. Ahoyaga itonga ikue. Andũ maratwarithia juku. Nĩgetha ithandũkũ rĩmwe rĩkendio 100,000. Nĩgetha ciana ciake. Ta rĩu aranjĩrĩte atĩrĩrĩ, ciana ciake ithomagĩra Switzerland. Aretio school fees ya 3,000,000. Wanyita arahurire thimu aranjira ndagwikiria kanyamu ni undu wa crusade ya moro uhoere wira wagire. Nigetha andu makue nigetha ne mbeca cia gutwara mwana wake Ruraya. Hallelujah. Na niĩ ndĩratiga kũmũhoya, ndamuhoeire. Arakĩnjikirie kanyamu. Yes, andu marakĩhonokire. Yes. Arige. Process ya Ngai ĩrute wĩra. Tũtirathoma rũgano rwa Musa. Kana tũrathoma rũgano rwao. Rwa Musa rũrauga atĩrĩrĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩ process. Nĩ nginya ũgererega process. A true Christian life. How do you find a true Christian in the Moses story? Thĩinĩ wa rũgano rwa Musa rĩ, nĩ ũrĩona. Musa areretwo wega ta ciana iria ingĩ. Amekamata kimama. Amechukua amesaidia. Wao watoto wameenda, wamebeba maji wamepeleka nyumbani. Walipofika nyumbani, baba akawaambia nendeni huyo mwanaume. Alipokuja alipatiwa kazi gani? Alipatiwa kazi ya kuchunga mbuzi. Remember the liberator. He was given kazi ya kuchunga mbuzi. Mungu amekuandalia ka position kwa sababu through ako ka position ndio kanaenda kutoa baraka zako. So don't worry. Don't even usiangalie chochote ambacho kinafanyika kwa maisha yako uone ni kama ni kakitu kadogo. Hako kakitu kadogo is a stepping stone. Ndio mawe ya kukanyaga kwenda the other side. Ndio mawe ya kukanyaga ndio uvuke the other side. Bila kale kamawe kanakuoga kwa mto ukanyaga hivi hauwezi kuruka the other side. Musa aliambiwa kutoka leo ndio ukue mtoto wa hii nyumba wewe ni urerithagia mburi tondu gethe kiu gitiari na mwanake. Hakuwa na kijana, alikuwa na wasichana. Ndio sasa amepata mtu ya kuchunga kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambia Musa, sasa nenda ukachunge kondoo. Kumbe kondoo ndizo zilikuwa zifanyike destiny connection ya mahali unahitajika na Mungu. So mahali Mungu anataka ufike, utafika. Lakini njia za kwenda huko, ukikuwa mjinga, if you are immature, you will not see them. Hautajua ni Mungu amekupeleka huko. Hautajua ni Mungu amekuweka hapa kwa praise and worship team. Ndio uendelee kuimba, uendelee kunyararwa, uendelee kuambia maneno, kumbe ako na mpango ya kukupeleka the next step. You must be low. You must sit down for you to be lifted up. You must be small for you to become big. You must be hopeless for you to have hope. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lazima ukuwe na njaa ndio upate kukula. Lazima ukose ndio upate. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa, kumbe kabarabara ka Musa ni kamatezo ya kujipata kwenye hali ambayo ni tatanishi. Aliua mtu akafukuswa. Na alipofukuswa alienda akapata kimutu kingine karibu bado akinyoge kwa sababu ya wanawake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kule nyumbani nasikiaga stories zinasemekana ni kimudu ni kairetu aliona msichana. Na kwa sababu ajui kujitetea alikuwa stamara. Sasa alikuwa anakuja, huyu anataka, huyu anakuja. Sasa kwa sababu unajua kuweka mistari, mama anakimbia kwa mistari. Unamuuliza, "Oh, dina stamara yako. Unaenda na hiyo stamara wapi?" Alipoitwa stamara, alishika kimusi akafinya na akazika peke yake. Imagine mtu raora kana akadhika. The same story ya mama ikajitokelezea the other side. Akakuta mzee ambaye anazuia wanawake wachote maji, akanyorosa na akapiga na akakalia. Na akamumwagilia maji. Kabia wasichana, choteni maji muende. Mimi nitakaa hapa nichuge nione kama atawafuata. Walienda wakarudi wakamkuta hapo kwa sababu hakuenda. Si waliambiwa ni muendeni. Kama alikuwa mpita njia angekuwa ameenda. Hata kama ukilala, mami, hata ulale, tutaendelea kuhubiri. Au tustui. Hiyo ni process moja. Hiyo ni process moja ya kulelewa, ya kufundishwa. Ati alilala, the story imeingia hapo. Na akalala na akasinzia na akaota akiwa huko kwa Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa akapelekwa tena akakutana na hawa wanawake, akawaokoa. Waliporudishwa walimkuta the same spot akichuga, hiki mwanaume kisikuje. Because he was meant to be a leader that can lead and that can fight. He was a liberator. He was a commander. Ni mtu mwenye hatishutishwi. Yes. Ikarawa utishatishago. Utatishwa watakumaliza, watakukanyaga na watapita uende uko mbele. Jamaa alikanyaga huyo mwanaume na akaenda. Wasichana walipoambiwa muendeni mumtafute, walienda the same spot wakamupata. When you are matured and you are a leader, you position yourself. He positioned himself. He put himself in a level where anything will come and identify him. Na akakuwa identified. Walipokuja wakamwambia baba yetu anakuita nyumbani, wakatoka hapo, wakaenda akamwambia choteni maji ngine twende, na akabeba. Nasikia alibeba metoge moja hapa, mwingine hapa, mwingine hapa, na anaenda tu hivi kinakanyaga hivi. Ayodema kaga, oyo niwe gweda. Oyo niwe gweda. Inakwete. Oh, nale. Oyo niwe gweda onare na irema mokono magoro sidirikana ya thogoro ria ndaigwa thogora wa kumudu kiituo akanyoga mtu ndio achote maji, akarudi huko akarudi akabiwa nedeni huyo mwanaume ni thogora. For you to be anointed, for you to become what you want to become, lazima ulipe thogora. It does not come just that way. Amen. It is not by the way. You have to suffer. No ginyonyororio. Okwiro ginya andu acio rateithia refi acio ni okomaga nao. Nicie nacio ni urenda kwendia. Nicie nacio ni ndoe kunyarira. No Ngai urio turaga muoyo. No yega atuma muthenya umwe. Makuona makaugaga, uyu niwe watuhonokeirie ciana. Makuona makaugaga, uyu niwe wacenjirie mitugo guko. Makuona makaugaga, eno ni ndungata ya Ngai. Hallelujah. Musa alipopelekwa nyumbani hakusaswa na maisha eti kwa sababu alifanya vizuri. Musa, baba ya Musa, Jethro, aliona mtu wa kuchunga busi na akamwambia sasa, akajua busi zangu kutoka leo ziko safe. Kama mwanaume ni huyu, ziko safe. Kumbe Mungu ndio alikuwa ametengeneza hizi buzi zikae kwa Jethro. Alafu akanyima Jethro mwanaume hata moja. Bwana Yesu asifiwe sana. God creates a God plan. Inaendeka kama haiendi, ni kama inaenda, ni kama inarudi, ni kama inaaguka, ni kama haiaguki. Hiyo ndio plani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. His plan is never straight. Hana mpango, Mungu hana mpango straight. Inaendeka ni kama hainaenda, ni kama inarudi. Akanyima Jethro mwanaume mtoto wa kiume, lakini akampatia buzi. Akijua kuna mtu anaitwa Musa ninatayarisha. This is part of his process.
atapitia hapa. Whatever situation that you are in now, it is a process of God. Whatever what is happening to your life, don't worry about it. Just set yourself ready. Ukimwangalia Musa, kwa jambo lolote lile alitumika, alikuwa ready for the purpose. Alipokutana na wanawake, aliwapigania. Alipokuwa kwa Herode, alifanya kazi ni kama yeye ni mtoto wa huko. Alipofika kwa Jethro, alichunga kondoo ni kama hatachunga tena. Kwa sababu that was the journey. Kuna pattern yako ya maisha, ya journey yako mahali unaenda. There is a pattern. Don't copy somebody's pattern. My pattern is different from you. Don't copy what is happening in my life. It is happening in my life because it is so. That is the arrangement from heaven. Musa alipoenda kuchunga busi zilimtagulia, yeye alikuwa nyuma. Kwa sababu busi zinajua kule zinaenda kukula. Yeye akiwa nyuma, busi zilimtagulia zikaenda. Busi zilielekezwa mpaka mahali kuna kichaka, maana kuna moto lazima iwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kitu unafanya ndio kinakuelekeza where you are supposed to be. Hiyo biashara unafanya, hiyo ndio itakupelekeza mpaka ukue na supermarket. Hiyo kitu unafanya saa hii. What you are doing now, it is meant to make you go where you are supposed. Just nurture it. Ishikilie. Kaa kwa hiyo kazi kidogo umepatiwa. Kaa kwa hiyo kazi ya kufagia. Kaa kwa hiyo kazi ya kuosha vikombe. Kaa kwa hiyo kazi umepatiwa ya kuosha maguo na maadawa na kila kitu. Kaa kwa hiyo, maana ndio inakupeleka mahali unafaa kuwa. Alifuata buzi, nazo buzi zilimpeleka mpaka ndani ya kichaka. Alipofika kichaka, moto ikawaka. Akaangalia pande kuna moto, akaangalia pande kuna moto, akaliwa gaibava, akagwadi ati. Akashindwa ni nini? Kustuka kidogo, akasikia sauti, akaambiwa, Musa, Musa, mimi ni Mungu wako. Mahali umesimama ni patakatifu. Toa viatu. Akavivua viatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana buzi, maana wasichana, maana Herode, maana mtoto wa Herode walitengeneza barabara ambayo imempeleka mpaka akaenda kukutana na Mungu wake. Hata wewe unaenda kukutana na Mungu wako at the right time, at the right position, at the desires of God. You are going to meet your God. Unaenda kukutana na muujiza wako, unaenda kukutana na baba yako. Ndogo shamani ya nagai wako, maida ine maria magereire, kaida ine karia geko, maeneo ine maria memo, maudo ine maria magereire, na matuko maria magereire. Ni urashamania na gai wako, gai wako ni mewashamania nake. You are meeting him there. Bwana Yesu asifiwe. Oh my God. Moses protested of the plan of God. Some Exodus, somebody to do us. Exodus 3:11. Exodus 3:11 quickly. Naona kila mtu hapa amejitafuta kwa hiyo life hajajipata. Kai. Uko mudhiri mwajelia ginya gociaro. Muri hara karoine. Mwana Herod. Hello. How are you? Amen. Yes, Mami Rose. Rostegwa. How are you? 3:11. Exodus 3:11. And Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Who am I? Hallelujah. Wakorodo kinyete hau wakuria ni kare niyo. Jeremiah akamwambia Mungu, mimi ni mtoto, siwezi kwenda, niye ndiye mwana, ndingehota guthi. Na Ngai akira Jeremia, usirudi kusema wewe ni mtoto. Na akashika mdomo yake, akauguza, akaweka maneno yake. As long as God is with you, as long as God is walking with you, he has put his word in your mouth. Don't worry of what they are going to say. Don't worry of where you are going to, or don't worry of what you are going to say to them, because God has touched your mouth. Chochote anataka ukakifanya, he has prepared you as a vessel. Amekutayarisha wewe ni vessel. Ametayarisha mwili wako, maana ni kazi yake. Ametayarisha nguzo zako, maana ni kazi yake. Ametayarisha watu wa kukupokea, maana ni kazi yake. Na kila kitu kitafanyikana kwa mapenzi ya Mungu. So don't bother people. If God has given you a responsibility, wacha ujinga wa kwanza kujiza gwajiatea.
Moses alianza hiyo ujika. And Moses said unto God, who am I? Todolesiria wewe. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha hiyo upuzi. You got the mantle. You got the power. Wina hinya. Wina hoti. Wina maweko. God is winning your battles. God is doing your battles. God is conquering them. God is conquering positions that are unconquerable. Ego kuhotaniro hia no guo. Ego kuhotanira muthuri uyu ndekugite ni eguthera umuthi. Muthuri uyu ahiana karani kaigoti. Ungiro uyu niwe Dankani Ndego wa CBK. Ndungirega. Ungiro uyu niwe wathaga Kenya mahinda maria Kenya yathagwo na miathanire ire yathanaga. Ndungirega. Nigukorwo mwagi ni amucenjeirie muturire. Na muthuri uyu ri ajia kuona riu ni kumaka kira kiramugia meciria ri. Tiguo iciekirite. Kira kiramugia meciria ri ni kuria kuinuka tondu ni ararigwo atiriri. Aya marenda kunduta kuria ndurite niki tondu niamenyerete na meciria make na agaikara oe agirirwo gukorwo na thina ucio ni wathira umuthi ararigwo atiriri ndirathie ku araikara akenjeraga atiriri ni ndirenda gukwariria na ria ringi ndekwendaga kunjariria arenda kunjira kumura njira thie ndirathie unakesha mani haria agiekire arenda guthi kumenya muthuri haria gukoma na muthuri ndiaregire biu aregire augire ndarathi kanyumba karia komaga nikuo yathi gukoma na augire gatire mwekondoro na augire gatire mugeregeti ni arakara yucio ni mwana ni arauka ni murakaru riu munegere microphone munyitere nyambe joke hanini yocio ni tukire urenda kuinuka uthie kiambio okanyumba kare gaku undu ni ucio ri ici tiheagwo andu ona matiraigua tathi mukari na muthuri uyu haria nja mubange uria ni muthuri wa kanitha guku aria atigarite niki ni hakwa njuke hau hanini nigutongote hariirie Moses doubts was sometimes louder than his faith. Hallelujah. Number 5. Moses doubt gajasi ya Musa ciari na mugabo munene gukira witikio wake. Hallelujah. Tondu ni akinyaga handu akajuria atiriri ni nyonire haha ihura na riu ndikirira akene na rikiinuke Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Heni maundu akirigwo mahiana heni au kwegade hau niho turi riu thiĩ gũthũkia gĩthomo gĩakwa
Shetani ashindwe. Number 5. Moses' doubts was sometimes louder than his faith. His argument with God centered around 4 main doubts. Nataka tuniambie, tulizeni sasa. Atumia haya. Matumia. Noedera alinia. Uko huje. Moses' doubt was centered in 4 basic arguments. Na hizo ndizo tunakuwa sisi zote tunazo. Argument number 1. What do I do or what do I say? Doubt. What do I do? What will I say? Bwana Yesu asifiwe sana. Most of you, 90% of you, mumeuliwa na hiyo doubt. What do I do or what do I say? Nimekutuma eda kiadutu ukaongea na watu huko. What will I say? What will I do? Gwekate na andu acio. Nimekuachia kazi mahali fulani. What will I do? What will I say? That is the greatest doubt. Nimekuambia enda Mombasa ukaanza kazi, huko kuna kazi. What will I do? What will I say? Nimekuambia toka kwa hiyo kanisa huko, muende uanzishe mahali fulani, maana Mungu anataka uende uanzishe. What will I do? What will I say? Hiyo ni doubt ilikuwa na nani? Na Yeremia. Ni doubt ilikuwa na Musa. Ni doubt imekuwa na watumishi karibu wote kwa Biblia. Na hiyo ndio doubt imeua watu. Vipawa mingi zimeuliwa na hiyo doubt. What will I do? What will I say? Na Mungu ndio mwana alipojua hii doubt inamalisaga ufalme, alienda kwa Joshua mara moja, akaambia Joshua, mtumishi wangu ambaye wewe ni mtumishi wake amekufa, na kwa hivyo amuka uende upeleke watoto wangu ambao nalitaka waende kulingana na ahadi ahidi mababa zao. Kitu ya kwanza Mungu alingangania kwenye Joshua, do not be afraid nor be dismayed. Alirudia mara 6 kwa chapter 1. Do not be afraid nor be dismayed. Do not be afraid of their faces. Usifadhaike wala usiogope. Alisisitiza, alisukumilia, akahakikisha huyu jamaa kiasi safari ako pamoja, na akamwambia, mimi nitaenda na wewe, mahali utaenda nitakuwa na wewe. Akamhakikishia. Maana what do I do? What do I say? Inamalisaga mtu. Joshua hakuwa amejitayarisha. Joshua was not ready. Moses died. Moses hakuwa ameambia watu wanaenda kukufa kesho. So Joshua was not ready for the mantle. And God knew. But God had prepared Joshua all through his life. Joshua alikuwa nakaaga kwa tent akitayarishwa. Maana God was preparing a commander, not a miracle doer. Moses was a miracle doer, but Joshua was a commander. Hallelujah. Those people, they are prepared kwenye zizi moja. They are prepared in the same church. They are prepared in the same institution. But they come out differently depending on how God wants to use you. Uria Ngai arenda gukuhuthira niguo agucomoraga. Ithuothe tureragirwo irioko-ini rimwe, tureragirwo handu-ini hamwe, tugakuririo handu hamwe, no icomokero ritu rigucomoka tofauti. Uguo ti kwenda kuhiana tani. Ndungihiana nie na nie ndingihiana we. Ureke ucomoke uria Ngai arenda ucomoke. Mwathani agocwo. Ureke ucomoke uria Ngai arenda ucomoke. Ndungihiana nie na ndingihiana we. Doubt number 2. What if? What if? Ategimoragia. Ena gikoni kugate. What if? Na ari koro. Eko gikoro. Eko niguo mami. Ni wathomete githungu? Asa. Wathomete githungu? Ciaria matathomithirie makirega guthoma. Rĩu mwarega guthoma niki? One ciaria mwakorire? Poleni. Ningũmũtwara thukuru mutikamake.
mukurete oroguo. What if ingethie njurago? Ingethie njage gukinyaniria? Ingethie mage kunjigua? Ingethie mage kunjetekera? Ingethie mandege? What if that doubt? Munaniambia nikaanzishe biashara na ikienda ianguke. Hiyo biashara unaniambia ya nguo na kwetu nguo sinunuliwagi, nitafanya nini? Unaniambia nikalime na kukikuwa na jua, kukikosa kunyesha. What if? Bwana Yesu asifiwe sana. That is the greatest doubt that has brought down kingdoms, that has brought down ministries, that has brought down beliefs of people. Self-esteem is killed by what if. Egethi taruke mundu gekete kiene ndirakienda na njiro uyu ni ndiwa mwarerie joke joya. What if yagithi majonore? What if? Kinya blush. Mwathani agoshwo. Doubt number 3. But I can't. I am not good enough. But I can't. I am not good enough. I am a stammerer. Digihota. Ugo wajira niguo ni kwega, ni kwagereire. Ugo uga ni kwagereire, no ni madigihota. Please excuse me in this. Monica. Ati ugo aigwa atire gorogo ha praise team. Ni kwagereire no ndirona ngihota. Nikio njeragirwo na ngioka kanitha rucine tondu ni ndirona ta itakuhota. Tondu haha hena bara na ndirahota bara ici. Tondu hari noyo na hari noyo na ndiramenya matingihota. I'm not good enough. Ndingihota kuinithia tacio angore mainithagia. Ndingihota kuhunjia tacio angore mahunjagia. Ndingihota kuruta biashara tari ange marutaga biashara. Ndingihota kung'ang'ana na mbuku thoko ya gikomba tacio ange. Ndingihota gwika, ndingihota guthii, ndingihota. Sorry. Yes, but I can't. Yes. Ndingihota. Hallelujah. It is a doubt that imelemaza, a doubt ambayo imelemaza the process of God in your life. That doubt, but I can't. Yes, you can. Yes, it is possible, but for me, I can't. It has caused so many people who are business potential people who will be doing business, but they can't. Amejibelieve ya kwamba hiyo siwezi. Wirosho digiruta. Ati kazi ya kuuza electronic nianze wapi? Niende Livaroli. Una imagine Livaroli ni wapi? Una imagine kule isiothe. Kugwe toforatia, gwajiatia. Na umewekewa duka na anko. Na saa hiyo mkolino hapa anauliza na alikuwa anaonyesha space takau. Na kukiata. Madhani ya gocho. And 4. Surely not me. Ujaiuliza mtu kama kuna mtu mwingine, kuna msichana mwingine niliuliza nikamwambia kanaye mali. Aliniambia surely not me. Ndile wake radhi yako. Kama natikirathi ndiraikia. Ni wewe ndiraenda kuhikia. Surely not me. Ndingihotana. You see, yeni uri aranyona ri tiguo. Anaona kimudu kingi, anaona kimutu ambayo hakieleweki, ni kimutu kingine kikubwa kinafaa kukaa huko kwa kina Ruto na huko. Anamwambia surely not me. Ushaiambiwa hivyo ukasema surely not me? Sidio? Surely not me. Wako digiuma. Wako digiuma mutane. Surely send someone else, not me. Die moro gajieko. Niase wapi akituma mtu mwingine, akipasta tuma mtu mwingine. Akipasta
Send someone else. Those are the things that have killed you. Those are the things that have destroyed you. The doubt system, the doubt syndrome that has caused you not to progress, has caused you not to succeed to another level. Because it is not me. Surely, find someone else who can go to the other place. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 6. Ni 10. Tunaenda mpaka 10. Surely, lazima tutoboe. Yeah? Tunaenda namba 6. Na mimi nakwambia ni 10. Surely, umeanza kuuliza 5. Hi ma'am, Ngoigwa, Massive. Huyu nasalimia huyu. Hata wewe salimika. Hata wewe salimika. Yes, good. Na ninauliza tunajenga kanisa Thika. Kanisa Thika. Sema Thika. Tumepata kiwanja, tumekoboa, it is ready. Sasa ile kitu nataka, kuna ile tube ya 4x4. Mnajua? Tube. Chuma, ile chuma ya kujenga, ile iko ni ya kona 4x4. Nani unaijua? Tube. Inakaa neketoge hiana ni yoko. Mulipakisa hiyo piece, hizo zimefunga hapo. Hebu nipatie kiti. Nishikie, nani atanichukulia kiti? Tika kiu. Yeke. Ni okay yake temodrome au mami. Tube inua juu. Gegarurani. Tube ni hivi imekaa square. Lakini ni ile chuma mnono hivi. Umeziona? Zile mnono. Umeziona? Sasa chuma moja inatoka shilingi 10,000. Ya 21 foot. Sema 21 foot. Ni shilingi ngapi? 10,000. Na tunataka chuma 20. Chuma ngapi? 20. Sasa nataka mtu atanunua chuma moja. Moja. Kama kuna mtu atanunua chuma moja, inua mkono juu kama unajua utaweza kuafford 10,000. Nikuonyeshe venye Mungu atakujengea nyumba yako. Simama juu. Wale wataweza simama. We need 25. Simama. Yule unajua utaweza. Nikujengea nyumba yako. Nataka nikujengea nyumba yako. Ukijenga hiyo, naye Mungu atakujengea yako. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hiyo ni chuma 10. 11. Twatigie chuma sigana. Ni nani igere? Shoka 11 13. Bado 7. Ongezekeni. Hiyo ni ile unajitolea kabisa, unasema wacha kafadhili watole. Na utaona naye Mungu. What if? Yes. 14, chuma 3. Imekuja 13, 16. Hiyo ingine 16, imebaki chuma 4. Simama juu. Chuma nisiatigara inya. No munyitani andu ere. Andu agai. Mutiraigwa kira ndauga. Ndenda gwakira mundu nyumba. Ndenda gwakira mundu biashara. Ndenda kuhingurithia mundu kirathimo. Rugama iguru. Chuma ngapi? Mshikana wawili. Tulikuwa na 16, 17. Imebaki chuma 3. Nimeongeza ingine moja. Chuma ngapi? 17. Nimebaki chuma 2. Na wewe? Chuma 1. Na wewe chuma 1. Nishikana? Nani? Pastor? Na mzee. Mwanyita ninashikana. Wewe utashikana? Chuma 1. Haya. Wewe wote mmejitagasa, mkuje mujiandikishe kwa huyu mjamaa. Na hiyo pesa naitaka latest. Ni muli hito. Nazitaka Sunday. Sawa? Is it possible with Sunday?
Yeah? Yes, on Sunday. Na simama tu nikuprofesaie. Ngai akuhekea na kuhe materials ya gwaka nyumba yako. Thank you. Nimemaliza hiyo. Wakati ukisikia ripoti kama hiyo imekuja in the middle of the message, act on it. Kuna kitu Mungu amefungua. Bwana Yesu asifiwe sana. So number 6 nasema God's preferred timing being key element in Moses' leadership, time and journey. Time and journey. God preferred timing. Yani wakati wa Mungu. Unaona kama hivyo tumefanya hiyo? Ni wakati wa Mungu, kuna kifunguo umepatiwa. Kama ningemisi kuenda Moro, singepata shamba ya kujenga kanisa. Sababu hiyo ndio ilikuwa. And after all these things, God tested apostle. Tule tu pesa twangu tuote nilikuwa nimeficha. Nikamwambia sina pesa, akaniambia enda kwa account fulani. Enda utoe. Nikamwambia ni fix, akaniambia die au ni fix. Bwana asifiwe sana. I tested me. Na mimi nilimtengenezea kitu mzuri. Simuliona? Kitu mzuri kuliko wasugu. So when you are doing in the timing of God, in the perfect timing of God, you can't go wrong. When you adhere to the prophetic moment that God is saying, this is the time I want to bless you, you connect with that prophetic moment, then God will lift you up and God will bless you for sure. Because already when it is its timing, wakati wake, God is a God of times and seasons. He's a God that acts within his timing. He's a God that acts within his opportunity. Then the opportunity he creates, he says, this is the time when Joseph was being sold, people to buy him, who came at the right time to buy him, to rescue him, to take him to where he's supposed. And when the time came, remember when he came and akaweza kutafsiri ndoto, alisema ni ng'ombe ni 7 na zingine 7. Ng'ombe 7 zimekonda na ng'ombe 7 zimenona. He was talking about season and time. He said he never interpreted kusema ni ng'ombe ambazo kutakuja ng'ombe mnono na ng'ombe, hapana. Alisema hizo umeona zimekoda ni season, ni miaka 7 ya ngaragu, na hizo umeona zimenona ni miaka 7 ya kohona. Ali interpret in times and seasons, na akatoa prophetic move, prophetic strategic plan depending on the timing and the season. So the timing for you to succeed, for you to be in the place where God wants you to be, you must be a good timer. You must be a good. Ukikuja Monica umeambiwa ukuje userve, and go pray, ask God, am I in your season? If you act within the season of God, from now henceforth, you will never miss the target. Wikagerero reri iguru, and hiyo reri hautatoka kwa reli juu. Inakupeleka wherever you want to go, because it is within, iliachiliwa in the time, katika majira na nyakati za Mungu. Kitu chochote kiliachiliwa katika majira na nyakati za Mungu hakina struggle. And when Joseph was released, wakati aliachiliwa kwenda kuuzwa, aliuzwa kwa wakati ambao ulikuwa unafaa, ndio apelekwa kwa Potifa, na Potifa muuze, amwende amfunge, ampeleke jela. Kule jela nao askari wa huko nje mabutibut, kumbe walikuwa wameshika watu, na hao watu wakakuja wakatafsiriwa ndoto, na hizo ndoto walipotafsiriwa, walipoachiliwa, kumbe walienda wakaajiriwa kazi, na hiyo kampuni iliyoajiri ikapata kazi State House. Walipofika huko ka State House, wakasikia mfalme naye ameanza kuota doto. Akiota doto wakasema kuna kamutu kako prison kanajua kutegua hizi doto. It was well planned since the day he had the dream. The dream was to trigger him into his timing and season. The first dream of Joseph, nimiona mimea igine inainama na igine inaimia igine. That was the timing, and it acted, it provoked him. It provoked him towards his timing, towards his season. Na vita vikaanza. Vita zingine unavipitia
pia zinakuprepare towards your season and your timing. And when you allow, usianze kupigana, usianze kufuga, ninafuga hawa majirani wanaonifukuza, ninawalaani, ninawafuga. Acha kufuga. Let the will of God, let the will of God be done. The Bible says, thy will be done. Thy kingdom come. Thy will be what? Allow the will of God. If it is the will of God for you to be ejected, allow yourself to be ejected. Don't complain, because it may be that is your season. They are ushering you into your season. Usingangane. Ambia Mungu, if it is your will for me to be evicted, let me be evicted. Ambia Mungu, if it's your will for me to be divorced, let the divorce go through. If it is your will for me to go out of this country, let the will. Mimi nilijaribu kwenda ng'ambo. It didn't work for me. I was returned here. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini najua sasa, this is my season. This is my season. Yes. This is what? Yes. Sasa nyinyi mnaona? Ni mnaona huko? Natorai hao mwetereire. Hallelujah. So God prominently works within his timing and the season. Moses was in the timing of God, in the plan of God. He found himself in the season and in the timing. He killed in the timing for him to go out. That is what provoked him to be chased away. Where he went, he found some ladies that were supposed to fetch water. Akavuruga hule jamaa, kumbe hawa hii maji ndio ilikuwa connection yake. Aende kwa Jethro. Kufika kwa Jethro, akaputa mgusi zinamgoja, zikamconnect na kichaka. Akaenda kichaka, kichaka kikawaka moto, kikamconnect na mission yake ya kwanza na Mungu. Just put yourself in readiness for God's use. Namba 7 inasema namna gani? Moses encountered resistance and difficulty. When you are living, you will encounter difficulty, resistance. If there is no resistance in your ministry, if there is no resistance in that business you are doing, if there is no resistance in whatever you are doing, kama watu hata kuuliza mundu wa Mungu kimurera na teke yake, mundu wa Mungu kimuratorana nake ku akora gutire shuri ataisho shioragio omenye ndure season ini ya Ngai, wakora andu matirona tae mukegu ndure season ini ya Ngai, wakora andu matirona wewe kerimo ndure season ini ya Ngai, wakora andu no hallelujah marakoinera. You are out of the season of God. If there is no resistance in what you are doing, you are not in the season of God. You only realize the season of God in you when you are in that process. The resistance, when they come speak against you, when they hatch a plan against you, when they want to bring you down, when they want to fight against you, because your God must be seen in the resistance. Hallelujah. Moses was hated by Pharaoh and by own people. Hata watu wa kwao. Maana ni kitoto kimelelewa kwa Farao. Alipoenda kuambia wa Misri naenda kuwatoa kwa utumwa wetao, ile turaturaga kuo nao. Ugo twirate. Uno imagine mundu wa mugike akimuhujiria. Wewe ndio uhujiri ni mundu wa mugike. Wewe ndio uhujiri ni mundu wa mugike. Akuhujiria ke nikioi. Ni ahonokire. Ahonokire ku. Athimu akinyetio kihonokio giake kikinyete kikigana ati. When nobody will talk against you, Monica, I'm telling you are not going anywhere. When you find there is no resistance here, you are in the wrong place. Quit. Lakini ukipata vita zinakuinukia hapa, unainukiwa vita vizuri mpaka unaona ni kama Mungu amekusahau. Ujue uko katikati ya Mungu, katalia hapo. Lakini ukipata Pastor Karaja anakupamba. Man of God. Nyoto blessa kamuno. Ukienda kwa Jage, woman of God, you are such a blessing. Ukienda kwa huyu, woman of God, you are such a blessing. We hoge na ure. Wiriri maine ni kuharuruka uraharuruka takigutha. Uraharuruka undu takarikaba. Ikaraga we hogete. None gwo ikarite. Ici ni thu ciaku ici ciothe. Ici ni thu ciaku ciothe ici. Dukana korona mundu murata guku. Ici ni thu ciaku. Ndagika o yothe ukimenyaga ici no cikurume. Ni gutakire mundu ingitikia guku. Hakuna.
Can't trust anybody here. Don't trust anybody, not even your own mother. Don't. Like Joseph, nani alianzia vita Joseph? Ni baba yake. Ate, haya, koletu adha. And that is triggered. That is what triggered vita zote za Joseph. Baka kwenda jela ni baba yake. Kayoletu adha. Yani urenda kuthondeka no atashokera rege. Kiroto atatarota rege. Tashokera. That cut out triggers a battle in your life. Some of you are suffering because of that. Some of you wa mama, bwana zenu ulisema utaanzisha kazi mahali fulani kazi. Katuone kwa leo sio godi. That's enough. Because ulikuwa unamwambia nitakuwa nikitoka saa 1 asubuhi narudi saa 12 jioni. Wewe gani hiyo kazi gani? Unakuwa kirudi saa 12. Anakubali tu shigo upande, unaenda unatengeneza tu pesa. Ukakaa kidogo unamwambia daddy, tutakwa daddy koishi, daddy. Dena tofesha hai, dena girima na matada toi. Deda unyongerera ngure ngari. Ngari ebe sigana. Nonete ya milioni 1. No deda unyongerera girima na matatu, icio ingi ni nguoya roni. Ni hiyo kazi unafanya mani kitu kingine. Ukisikia hivyo ni hiyo kazi ama ni kitu kingine, vita imeanza. Because he never expected you. Ile kitu alikubalisha hakuiona in a different dimension. Aliona that you are going to fail. Now you have failed to fail. He will now come with his mouth. Tutaona hiyo kazi. Hii masaa unakuja ni saa ngapi? Si nilikwambia daddy nitakuwa nikifika saa 11. Saa 11 watoto wamepikiwa. Watoto mmekunywa chai? Hatujakunywa daddy. Mumeoga? Hatujaoga. Na juzi na hiyo siku nyingine hakuwa ameuliza. Lakini kwa sababu amesikia huko na tu pesa na tunaigia, anajua this is a threat, I have to bring it down. Na hiyo mdomo tu hahitaji kwenda kwa muganga. Amekumalizia. And that's the end of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wanaume, be a blessing to your wives. Maradhi meitu. Ndokuwa na kiharage kino kiraneneha. Radio keneneha wale otogo radio kete. Moses was hated by everybody. He was told to go back as Pharaoh to release God's people. Kwa? Hasa una imagine. Juzi amevukuzwa kwa sababu ya kuua mtu. Mungu tena amemwambia rudi huko kwa liberate my people. Akafika huko akaambia Farao, release watu wa Mungu. Sasa hebu imagine, unajua uliua tena umerudi kule uliua. Sio ni friends code direct? God will put you in a tight situation that you have to navigate through that tight situation. God will put you in a tight difficulty. You will have to walk through the process. Iyo difficulty ego gwikira handu haceke na kwire hitukira hau ni hode handu haceke, a tight situation. And he tells you, I am with you. Alimwambia nani? Joshua, I have given you Jericho. Do not be afraid nor be dismayed. Kube Jericho hiyo anamwabiria kwenda adomeku. Mungu ni mjaja. Anamwambia, I will be with you. But do not be afraid nor be dismayed. I will be with you. Kijamaa kikaenda, kikaambia suguka mara 7. Kikasuguka. Kikasuguka mara 7. Kikaambia piga duru sasa. Kikapiga duru ukuta ikafujuka. Kikafikiria it is walk in the park. Kwenda kuingia huko, akapatana na resistance. Akakuta kuna jeshi ni kulimana. You must fight for that position. You must go for that position and win every battle. Facing resistance is emotional and exhausting and can cause us to believe that we are doing something wrong. Resistance is very emotional. Ukapata kuna upinzani, ukakuja ukaambiwa ati apostle hakutaki, apostle hakufanyi, apostle anafanya, akuja
kuambia maneno, anataka ukue emotional, ukasirike. Anataka kuarouse the emotions in you so that ukufe moyo, uachane na hiyo kazi. Ndio akiacha kazi anakuja kwa apostle na kwambia, nilikwambia huyo mtu hawezani na hiyo kazi. Sasa nilikwambia tu Monica hawezi. Monica amekuja tu kupitia, hata hawezi. Lakini ameenda kwa Monica, amemwambia Monica ubaya yangu. Amekuja kwangu, ameona Monica amefaulu kuagusha Monica. Alafu anakuja kwangu, nilikwambia Monica, mimi namjua miaka 10. Nilijua huko hawezani nako. Alafu anarudi kwa Monica anambia, hata sisi tunakaaga huko kuvumilia. Huyo apostle, huyo na shetani ni kitu moja. Bwana asifiwe. And you have to be careful of those people. They are within us. They are meant to come and plant the discord. Apostle, did I walk with a horror praise and worship team to hand them out the matari mega? Apostle, did I walk with a horror to me? I don't know to me. I am a caragara conaini. Did I walk with her? Apostle, no nakaderea kamera daihu. Did I walk with a horror wake? Because they want to arouse. Wamejua through media we are exerting. So they will come with a statement. Ataniambia huyu kijana ako na tabia, nilimkuta akivuta bagi, nilikuta akivuta chang'aa, na hakuna pesa yako alikuitisha aende akavute bagi. But alimkuta. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Pilipili. Wewe mami fuga mdomo kidogo. Utatumalizia oxygen. Number 9. Moses kept obeying God despite the difficulties. Continue obeying God. The difficulties will forever be there. Challenges will forever be there. Just obey. Just obey him. Just continue obeying God. Don't worry of what they say about you. Don't worry of what they say they do about you. Wakikusegenya wewe kaa tu nyamaza. Wakisema wewe ni mbaya, wewe endelea kuwa mbaya kwao. Endelea kuwa mzuri kwa Mungu, naye Mungu atakubariki. And continue to be good. If they say you are bad, just continue doing good. The sketch and the gauge is only from God, not from man. Number 9, Moses never settled for less than God's promise. Moses never settled for less. Never settle for less. If you are doing the work of God, perfect it. Be a perfectionist. Do the plan of God. Do the will of God. Do not allow anything less. Atetoruteragia yote kiragiwara hivi. Apana, niyo hako ginya haria ogukinya netogacario cionge. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mnasemanga mimi ni perfectionist. I will never settle for less. I will do that which pleases God. I will have to make my God to be seen. Lazima nitukuze Mungu kwa ile kazi nafanya. Na kama Mungu wangu si kiwete, sitatembea nikiwa kiwete. Kama Mungu wangu si maskini, afadhali nitachukua buduki niibe na nijegee Mungu, na hakuna pale nitapelekwa. Si mkatae kuleta hizo chuma. Mtaniona kwa magazeti. Ati? Ishatoka. Thank you. Nitachukua. Kwani nikikuja duka yako utakosa kunipatia? Nikuja nikwambia mimi ndio Dora Waruinge. Unamjua? Ule mkubwa wa Mogeke. Okoluta, mutatoa. Kana mutigeruta. Unaole nyefu. Utatoa. Na nitapepa vizuri nikuje hapa nitoe tithe niende nijegea Mungu. Na njira Ngai mbeca ni gutunyana ndatunyana. Na ndatunyana ni undu waku to ni indo ciaku. Ti gutunyana tukumena ni gutunyana. Indo ici ni kuoya ndoya. He handu cikoigitwo ndoya. Ni kuoya ndoya indo ici. Nigetha cigagwakire. Kana tiguo apostle. Tiguo. Apostle aiga tutikuwe kogu. Twina cio ni tukuruta.
remwo ine kuruta. Finally, but not least, finally, after a long period of time, Moses finally saw God's promise fulfilled. When you do the will of God, the promise of God in you will be fulfilled. Praise Him. Finally, rĩrĩa hingo ciothe ũgwĩka wendi wa Ngai, nĩ ũkona Ngai ũcio akĩhinga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. The power of God, the will, the authority of God will be in you. Bethel Clouds TV, empowering lives.